Habari za muda huu wajasiriamali pamoja na wapambanaji. Karibu sana katika chaneli yetu ya Farm TZ, ujipatie elimu mbalimbali kuhusiana na ufugaji pamoja na ujasiriamali kwa ujumla. Na kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia vipindi vyetu vya Farm TZ, tunakuomba support yako ya kusubscribe, kulike, kushare na kucomment pia, ili upate kutuongezea sisi hamasa na wewe upate elimu kwa ujumla, ili na sisi tupate nguvu zaidi ya kuendelea kutoa mafunzo mbalimbali ambayo yatakayotusaidia wajasiriamali pamoja na wapambanaji wengine katika masuala mbalimbali ya kujiongezea uchumi na kipato kwa ujumla. Na mada yangu ya leo, mada yangu kuu ni mtaji ama mambo ya msingi katika ufugaji wa sungura. Na leo nimekuletea mambo haya manne ya msingi zaidi. Kama mfugaji ama mjasiriamali ndo kwanza unaanza, lazima uyafanyie kazi ili upate matokeo mazuri katika ufugaji wako. Jambo la kwanza, kabla hujaanza ufugaji wa sungura, hakikisha umepata elimu ya kutosha ya ufugaji wa mnyama huyu sungura, na umefahamu baadhi ya changamoto mbalimbali ambazo zinatokana na huyu mnyama, ili wakati unaingia katika ufugaji unafahamu kila jambo la msingi ambalo linahitajika katika ufugaji. Na jambo la pili ni jinsi ya uandaaji wa mabanda yao. Kama unavyoona, lazima uandae mabanda ya kisasa, mabanda ambayo yana ukubwa maalum ya kumsababishia sungura apate kucheza vizuri na kupumzika vizuri, na hakikisha mabanda ambayo hayatobakisha uchafu wa aina yoyote. Endapo kama sungura atakunya ama atakojoa, vyote vishuke chini ili viende sehemu maalum kwa ajili ya uvunaji wa mbolea. Na swala lingine la msingi zaidi ni jinsi ya uchaguzi wa mbegu za sungura. Hakikisha wakati kama unaanza ujasiriamali huu au ufugaji huu, unachagua mbegu bora zaidi katika ufugaji wa sungura. Ni mbegu za kisasa ambazo wanaziita hybrids. Mbegu hizi kuna aina mbalimbali ya sungura, kuna New Zealand White, California, Flemish na mbegu zingine mbalimbali ambazo zinakuwa kwa muda mfupi na zina matokeo mazuri kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo kama mfugaji, hakikisha umezipata mbegu hizo zilizokuwa bora ili zikupe matokeo mazuri katika ufugaji wako na upate faida nzuri. Na jambo lingine la msingi katika kuongezea hapa kwa wajasiriamali, tusitake tamaa ya kuanza na mtaji mkubwa zaidi. Maana wengi changamoto inatupata kwamba tunaona lazima tuanze na mtaji mkubwa wa sungura 10, 20, 30. Hapana. Mradi wa sungura unaweza ukaanza na sungura wawili, jike na dume, ama sungura watatu, na ukapata matokeo mazuri kwa mwaka, kwa sababu sungura anazaa zaidi ya mara 5 mpaka 6 kwa mwaka mmoja, na kiasi chake cha chini anaweza kuzaa watoto 5. Unaweza ukapiga hesabu hapo, mara 6 ukapata vifaranga vingapi kwa mwaka. Ila pia jambo lingine la mwisho la msingi ni jinsi ya ugawaji wa chakula cha sungura. Hakikisha una elimu ya kutosha kuhusiana na ugawaji wa chakula, yani lesho yake, kuanzia majani makavu, majani mabichi na pellets kwa ujumla. Karibuni sana katika ufugaji huu wenye tija na bora zaidi, ili upate kujiongezea kipato. Asante, karibuni sana.